Bwana Yesu asifiwe. Rafiki mpendwa, mtazamaji na msikilizaji wa Told Jesus TV. Mpendwa, nataka leo nitoe ushuhuda tu kuhusu siku 10 za maombi. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kila mara ninapokuwa na muda, mara nyingine nasikiliza redio, na baadhi ya vipindi ninavyovifuata ni vipindi vya mahubiri. Lakini sijui nitasema kwa bahati nzuri ama mbaya, kuna mahubiri mengi ya wachungaji, wengine wanatoka kwenye revival churches, na kila mara wakihubiri utaona kwamba wengi wao wanahubiri wakiweka mkazo kutabiri na kulenga ile ambayo wanaita vifungo. Kwa hivyo ukimpigia simu anakuambia nakutabiria ya kwamba shangazi amekufunga tayari, kwa hivyo amkia asubuhi nipate kuvunja hivyo vifungo. Wengine utawasikia wakisema una vifungo, kwa hivyo unatakiwa kunywa kwa maji ambayo ninakutolea ili kwamba upate kufunguliwa. Kanisa la Waadventista wa Sabato ulimwenguni pote liliandaa siku 10 za maombi kwa mwaka 2026. Ilikuwa na kichwa kinachosema kufunguliwa. Sijui unaamini kuna vifungo, lakini nadhani kwamba swali muhimu si kuuliza kuna vifungo ama hakuna. Jua kwamba vifungo viko. La muhimu ni kujua vinafunguliwaje, nani ndiye ana uwezo wa kuvifungua. Je, ni wale wachungaji ambao wanajidai kwamba wanavifungua ama kuna kitu kingine? Nimekuja kugundua katika siku 10 za maombi ya kwamba tunatakiwa kufunguliwa, na anayeweza kutufungua ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye anayeweza kutufungua. Kwa hivyo nimejifunza katika siku 10 hizi ya kwamba mtu anapofungua moyo wake kuwa wazi kwa Yesu Kristo, kwa ushawishi wa Roho Mtakatifu, huko ukimuomba Mungu kwa dhati, kuachana na dhambi na kutafuta utakaso, huko ukisoma Biblia na kuiga tabia ya Yesu Kristo, unafunguliwa na Roho Mtakatifu pia anakujaza, ukiwaonea wengine huruma na kuwatendea jinsi Yesu alivyofanya. Hili ni jambo la muhimu ambalo limenisaidia. Kwa hivyo hutakiwi kwenda kwa mtu fulani, ambacho unatakiwa ukifanya tu nyumbani kwako, omba msamaha kwa mabaya ambayo umeyafanya. Kwa hivyo tafuta uso wa Mungu, tafuta uwepo wa Mungu, jifunze Biblia, iga tabia ya Yesu Kristo, na muombe Yesu nifungue. Yuko tayari kukufungua. Vifungo vyote vinavyokufunga, sijui kwa kifungo cha wizi, uchawi, ulozi, uchoyo, kiburi, majivuno, basi vile vyote vitafunguliwa. Mungu akubariki. Kuna watu wengi ambao wamebarikiwa na siku 10 hizi za maombi. Walikuwa wakisoma kwenye kanisa zao na wengine kwenye mitandao ya kijamii. Tunaweza kufuata shuhuda zao. Wangalikuwa wengi, lakini kwa sababu ya muda basi tubarikiwe na shuhuda za huyu ndugu Jordan toka huko Isiro, na ndugu Elias de Darlene toka huko Goma, na Da Siato Kavira toka huko Uganda, Bugema University. Amjambo watazamaji, na tunashukuru Mungu kwa kuwa tumeweza kuonekana siku ya leo, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa tumemaliza siku 10 za maombi, zimepita salama. Mimi nikiwa katika mji wa Isiro, na kwa sasa tuna mikutano ambayo ni ya Isiro Purkiso, lakini tulikuwa tukifuatilia mafundisho kupitia Told Jesus TV kwa sababu alikuwa ametia picha kule na video mingi zilikuwa zimewekwa kule, lakini tulikuwa tumefuatilia na ingawa tuko hapa Isiro. Na tunamshukuru mchungaji Pastor Meshak kwa kuwa alikuwa anaturahisisha kuweza kusoma na kutufundisha mengi sana kwa kuweza kutufundisha kuhusu watoto, tunaweza chunga watoto namna gani na tunaweza kuishi ndani ya familia namna gani. Na tunakushukuru sana. Mimi natoa ushuhuda, nimebarikiwa zaidi sana katika siku 10 za maombi, nimebarikiwa zaidi, na wengine vile wamebarikiwa sana, lakini ingawa walikuwa wametoka kwa sasa wangeweza kujieleza, lakini kwa sasa hawako. Wamesema nitawasalimia na nitatoa vile ushuhuda wao, wamebarikiwa zaidi sana. Na tunashukuru Told Jesus TV tuweze kuendelea ili mitambo yetu iweze kusonga mbele. Tunawashukuru. Mimi ni Jordan Kaesi kutoka Isiro. Nawashukuru sana. Mungu ni mwema siku zote, na ndio tabia yake. Tunakuja kwa ajili ya kuwatolea shukrani namna vile tulibarikiwa katika siku 10 za maombi ambayo tumemaliza. Hakika katika siku 10 hizi za maombi tumebarikiwa na fundisho ambayo inakuwa na mada kuu inayosema kufunguliwa. Hapa hakika tumebarikiwa katika makanisa mbalimbali za Wasabato. Mimi katika kanisa letu la Moria Uhene Bargoma, hapo tulikuwa tukilamkia asubuhi siku baada ya siku. Tulibarikiwa na walimu mbalimbali, na hapo tumeona katika kitabu cha Matendo wa Mitume sura 1 mstari yake ya 8. Katika kitabu hiki tumebarikiwa sana na mafundisho, na kwa upande wangu nimebarikiwa na mafundisho kupitia kanisa na kwenye mitandao, zaidi sana kwenye mitandao, grupe yetu Toa Jesus TV na channel YouTube. Hapo mafundisho yamekuwa nyingi, na hii hakika imetuletea hamu ya kuweza kusambaza mafundisho haya kwenye magrupe mengine na hata kwenye watu prive. Hakika wenye mafamilia zetu wamepokea mafundisho haya ya siku 10 ambazo tulikuwa tumebarikiwa nazo.
Kwenye mafundisho haya kwa upande wangu mimi nimebarikiwa na fundisho kuu ya kwamba Yesu baada ya kupanda mbinguni alitoa ahadi kwa wanafunzi wake, kwa waamini wapya. Na hiyo ahadi ni kwamba atamuomba Baba aweze kushushia wanafunzi wake Roho Mtakatifu. Ni kwamba hata waacha mayatima, atashusha Roho Mtakatifu ili huu Roho Mtakatifu aandamane nao, awaongoze, awalinde na awafundishe mengi. Ndio maana tunaona wanafunzi hawa kusikia jambo hili la msaidizi, walienda moja kwa moja kwenye nyumba, wakienda kwenye etaji, kwenye gorofa, wakisubiri Roho Mtakatifu. Na hapo kile ambacho walikuwa wakifanya, walikuwa wakiomba msamaha, wakishauriana, wakitubu makosa yao, na walikuwa katika umoja. Na siku hii ya 10 tunaona sasa Roho Mtakatifu anawajia. Walikuwa watu wengi ambao walikuwa hapo, lakini tunaona watu 70 ambao wamepokea Roho Mtakatifu. Na baada ya kupokea Roho Mtakatifu, hakika kwa sababu wao tayari wamekuwa wamesameheana, wameshauriana, wamekuwa katika umoja, kupitia hayo injili ilisonga mbele. Kupitia kupokea Roho Mtakatifu walikuwa na uwezo, hawakuwa tena na oga ya kutangaza habari njema kwa wengine. Nasi ndio maana ulimwenguni pote wa Sabato kwa kuanza mwaka wamekuwa na siku 10 hizi za maombi ili tujazwe na Roho Mtakatifu. Hakika umesaidiwa katika siku 10 hizi za maombi. Ikiwa nawe umesaidiwa na umebarikiwa katika siku 10 hizi za maombi, ni asante. Kwa hiyo nawashukuru nikiwa katika mji wa Goma. Majina naitwa Elias Zongo kutoka katika kanisa la Mori. Hello, Davira student at Bugema, Kampala campus. I'm here to testify what I've learned during the 10 days of prayer. When I signed up for the 10 days of prayer online, participating from home, I was able to join each session conveniently, and every day brought new insight that touched my heart deeply. Through these guided prayers, I discovered the power of intentional reflection and how consistent connection can strengthen my spiritual foundation. I learned practical ways to integrate faith in my daily routine, and gain clear understanding for patience, gratitude, and compassion for myself and others. I started sharing what I was learning with my friends. Several of them decided to join in. We all agreed that these 10 days were a true blessing that brought us closer to our faith and each other. In ending my testimony, even though the sessions were online, the sense of community was strong, and knowing we were all praying together. May God bless you. Ciao. Naamini ya kwamba pamoja nami na hao ambao wameshuhudia, wewe pia una kitu ambacho unataka kukishuhudia. Basi Mungu atukuzwe unapotoa huo ushuhuda mahali ulipo. Mungu aendelee kutendea mema. Nataka nimtangazie kijana, mvulana, msichana, baba na mama wenzangu ambao leo social media imetukulia muda mrefu sana kiasi ya kwamba hatuna muda na Mungu. Ikiwa tuko miongoni ama wewe ukiwa ungaliki miongoni mwa wale ambao social media zinawakulia wakati tena katika mambo mabaya, jua kwamba umebaki peke yako kabisa. Wengine wameamua na wamekata hatua ya kuachana na yale mambo. Wanapokuwa kwenye social media wanatafuta mambo yanayowajenga kiroho, wanasambaza mahubiri, sio challenge zisizokuwa na maana, wanahubiri. Towards Jesus TV ni mojawapo wa channel ambazo kwa neema Mwenyezi Mungu zimeamua kusaidia vijana kukomaa kiroho na kutangaza Yesu Kristo kupitia social media kwenye YouTube na TikTok, hata WhatsApp. Nataka ujiunge pamoja nasi kwenye platform hizi. Utakomaa kiroho, Mungu akubariki kabisa. Sio tu yale, lakini pia kuanzia tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2026, Towards Jesus TV na wote ambao wameamua kujiunga na kundi hili, hasa sana kwenye WhatsApp, tumeamua kuwa na mpango wa kusoma Biblia siku baada ya siku. Tunasoma sura karibia 3. Tunahakikisha mwaka huu malizike tu tumemaliza kusoma Biblia na tumeishi Biblia na kutangazia watu wengine. Tumefikia kwenye kitabu cha Kutoka. Unaweza kujiunga pamoja nasi na kuanzia mahali tulipo, tunakutumia hata kalenda. Mungu akubariki mahali pote ulipo. Usikose kusubscribe, like na kushare.